Bandu humaliza gogo. Karibu katika taarifa zetu tendeti na za kuaminika, ambapo tunaangazia juhudi za usafishaji wa barabara pamoja na kupanda kwa bei ya nyanya sokoni. Zungumza nami kupitia rafu ya 2222 au katika mitandao ya kijamii ni @milelemedia. Tovuti yetu ni www.milelemedia.co.ke na kufahamika kama @sambo. Kwanza kabisa, serikali ya kaunti pamoja na wananchi wameendelea kushirikiana katika shughuli za usafishaji wa barabara ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Lakini je, usafi huu utaweza kudumisha vipi ushirikiano wa wananchi? Tuungane moja kwa moja na mwandishi wetu Dama na Washe wakitupa taarifa kamili kuhusu zoezi hilo. Awali kusanyika zenu kusafisha barabara. Ningependa kujua ni kwa nini mnasafisha mchanga kutoka barabara? Kwani mkiwacha hivi kuna tatizo zote ambazo zinaleta kwa barabara? Na pia ningependa kujua ni shirika gani ama ni kampuni gani ambayo imepata ile jukumu la kusafisha barabara ambayo inahusiana na barabara. Kampuni ni nyingi na kaunti, lakini sisi sio kaunti. Alafu nikisema tu ni kazi upande wenu, unaona malipo yake yako sawa, yani yanazungumzia kazi yenu ya kinyumbani, au mnaona ni kama malipo yako sawa upande wako? Swala la malipo kweli, maana hakuna kazi sasa hivi. Kuna kusema unachagua bro, basi unabaki hivyo. Sasa hivi wanachapa, lakini malipo sio kwamba ni mazuri bali mabaya, hivyo yako sawa. Na tuseme labda ni changamoto gani tunayopitia kwa kwenye shughuli za kusafisha na kwa wakati, kama huwa sometimes unapata anacheleweshwa ama vipi? Swala la kuja kwa wakati na vizuri, na wakati tunachelewa, ndio hali na mwanahabari mwenza Sambo kwa studioni, niko mwanaripota wako Costa Salama, ambapo leo tuko kwenye barabara hii ambapo kuna vijana ambao wamekuja katika barabara zetu kusafisha ili kuendeleza usafi katika nchi yetu. Kunazo changamoto nazopitia katika kufanya kazi huu, ambapo pengine ni ukosefu wa vifaa na hata malipo kucheleweshwa, lakini kwa hivyo pia tunaona ndio tunaendeleza usafi wetu katika nchi yetu. Asante. This is day 4 of doing my voiceover adverts until I get consistent clients, and today's advert is for Coca-Cola. Greatness means different things to different people. To some, it's winning a fight. To others, it's having courage like a lion in the jungle. To some, it's rising above like a bird in the sky. But Coca-Cola, it's everything gathered together in one bottle. Just by sipping the Coca-Cola unlocks the best of you. Grab a nice cold Coca-Cola and taste the feeling. Bottled for greatness and softness on your throat. Coca-Cola, taste the feeling. Asante Dama. Na huku wananchi wakijitahidi, changamoto nyingine imeendelea kuwakumba wafanyabiashara na wanunuzi baada ya bei ya nyanya kupanda katika masoko mbalimbali. Na je, hali hii imesababishwa na uhaba wa bidhaa au gharama za usafirishaji? Mengi naye Leila Juma. Kupitia kupanda kwa bei ya tomato, nimefanikiwa kuja sokoni kuuliza maswali matatu kuhusiana na kupanda kwa bei za nyanya. Mimi naitwa Francis Washe, nimekuja hapa kuulizia zaidi kuhusu kupanda kwa nyanya. Je, ningependa kujua mama anaitwa nani? Na nikukuuliza tu, hii bei ya nyanya imepanda kwa muda gani sasa? Haina mwezi mmoja tangu kupanda. Na kuhusiana na kupanda kwa bei ya nyanya, mshe kuongeza bei ya nyanya, kuongeza gharama, ama bado bei ni batili ya zamani?
tuongeze kiasi tu, na tuongeza sana na watu wanalalamika. Tunaongeza tu kiasi sana. Na kuhusiana na wateja wako, unaona wamezidi kuongezeka ama wanapungua kupitia changamoto ya kuongezeka kwa bei ya tomato? Tuongeze kwa sababu wanapungua, wanaongopa bei. Hawajapanga kupanga wao wewe nao tumefanikiwa. Sasa mpaka uongeze kidogo, lakini makazi ya mawaelewi. Unaona umepandisha wewe. Sasa kwa sasa tuseme nikitaka tomato moja hapa ni inauzwa kama shilingi ngapi? 150 na 150. Ya matunda kama bidhaa zimeanza kupanda katika mji wa Mombasa. Hii imetokana na hatua ya kufungwa kwa safari za kuelekea nchini jirani ya Uganda, ambapo idadi kubwa ya wafanyabiashara hununua kutoka huko. Hali hii imepelekea wafanyabiashara kupandisha bei ya nyanya, hali inapopelekea maisha kuwa magumu kwa wananchi katika kumudu bei hiyo. Na hii pia imetokana na ukosefu wa petroli. Nikiripotia Milele Media, jina langu ni Leila J. In John's life, action runs non-stop. Now, I can't be with him all the time, 24 hours a day. That's why I've given him Dettol Soap's non-stop protection, which gives him 24 hours protection from germs. In the morning when he faces germs, afternoon when he's up to mischief, playing in the evening. Non-stop protection keeps going on and on. Indeed, Dettol Soap's non-stop protection formula has the power of Dettol, which gives non-stop protection from germs for 24 hours. All day and all night. Mother's weapon for non-stop protection. Dettol. Be 100% sure. Kwa sasa tuungane moja kwa moja na ripota wetu Naomi Marion akituletea taarifa za eneo la Mombasa, hasa sekta ya barabara. Kwako Marion. Swadakta na kupata vyema samsamba nikiwa katika maeneo ya Pwani, kaunti ya Mombasa, kuelekea kaunti ya Mombasa, barabara kuu ya Mombasa kuelekea Kilifi. Serikali kuu ya Mombasa imetoa mradi wa shilingi bilioni 4 ili kushughulikia barabara ya Mombasa kuelekea Kilifi. Mradi huu unaboresha usafiri na pia biashara ya maeneo ya Pwani na pia kupunguza msongamano wa magari. Na mnatambilacho waenga kuukiona mambo haya ni basi nenda mwenyewe. Nikiripotia ngazo kuu ya Milele Africa Media, kaunti ya Mombasa, maeneo ya Pwani, barabara kuu ya Mombasa kuelekea Kilifi. Nafahamika kama Naomi Marion. Na msarakta mtazamaji, na huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya habari za biashara na jamii. Kumbuka kidogo hujaza kibaba. Umekuwa nami @sambo, niweke mali pema palipo na wema. Kwa heri.